Mimi nafikiri hiyo ipo sahihi. Tufanye hivyo. Inawezekanaje kumpata? Mpigie simu aje. Vipi? Pamba? Wesh. Muuliza mimi hapa kwako. Oh, Shem. Shem, habari? Safi, karibu. Salama kabisa. Vipi? Salama, karibu. Asante sana. Welcome home, sweet home. Okay. Karibu. Asante sana shemeji. Vipi baba? Mungu ni mwema, sijui za kwako. Salama kabisa, mzima. Tuko poa. Naona hata pale nilipogonga hodi pale, naona Jafo amekuja ukafungua mlango alafu ukaja ukafunga. Na ikachukua muda mrefu sana mpaka kuja kujifungua tena mlango. Yes, so nilikuwa nimeenda kuchange nguo, si unajua tena sikuwa katika hali nzuri ya uvaji. Ndio maana nikaona baada ya kufunga umechukua muda mrefu sana mpaka kuja kufungua ule mlango. Haina shida Shem. Sasa shemeji, mimi nimekuja hapa na shida. Na shida yangu kubwa sana sana. Nimekaa nikafikiria, nikasema hii shida nilokuwa nayo hamna mtu wa kuitatua zaidi ya shemeji yangu. 2 minutes. Narudi. Sawa. Mela. Shem. Oho. Si unajua tena mambo ya jikoni. Nilikuwa nimeacha gesi wazi afu nimeweka mboga, so nikaenda kuipunguza kidogo. Okay, haina shida shemeji. Kama nilivyokueleza hapo awali kwamba shemeji yako nina shida. Na shida yenyewe sio ya kitoto, ni kubwa sana. Hata nilivyokaa na kufikiria mara 2 mara 3, nikaona kabisa wewe ndio kimbilio langu la mwisho. Unajua Shem, tangu nirudi safari, mke wangu hana furaha kabisa. Yaani hana amani. Iko kitu kinaniumiza sana sana. Na kama unavyonijua, unajua nampenda sana mke wangu. Yaani katika maisha yangu siwazi wala sikuwaza kumkosesha mke wangu furaha ama kumuona katika maisha yake ana furaha. Hiko ndo kitu ambacho kinanipelekea mimi nakosa amani kwenye maisha yangu. Unajua Shem, unajua kiasi gani ninavyompenda mke wangu. Hiko kitu ndo kinaniumiza sana sana. Kwa hiyo nimejaribu sana kumuhoji ama kumuuliza juu ya haya ambayo yanatokea, lakini nakosa jibu ambalo limenyooka. Kwa hiyo nimekaa nikafikiria, nikaona hamna mtu mwingine wa kunisaidia kwenye hili isipokuwa ni wewe. Kwa hiyo jambo kuu ambalo nimenileta hapa, nilikuwa naomba sana, kutokana wewe ni mtoto wa kike na wewe ni mwanamke,
unaweza ukapata jibu mojawapo kati ya hili. Naomba sana umuoje ama umpeleleze, huenda wewe kama rafiki yake utapata jibu na uje kuniambia mimi. Okay. Nimelipokea kwa mikono miwili. Kwa usijali kwa hilo. Nitakaa naye chini kama mwanamke mwenzangu, utaongea naye vizuri tu ili nijue kinagaubaga ni nini kilichomsumbua mpaka anakuwa hivyo. Na kisha nipa majibu moja kwa moja fikisha taarifa. So don't worry about that. Mimi niseme tu shemeji, nimefurahi sana. Nimefurahi sana kulipokea ombi langu kwa uwepesi kiasi hicho. Unajua hata mimi mwenyewe sikutegemea jambo gumu kama hili ungeweza kulipokea kwa haraka na kwa unyenyekevu kama hiyo. Kwa hiyo mimi nikushukuru kwenye hilo shemeji. Sawa. Basi sawa shemeji, mimi jambo kubwa ambalo limenileta hapa kwako ni hilo tu na sina jambo lingine. Kwa hiyo mimi nakuaga. Lakini nilikuwa napika. Haina shida shemeji. Unajua mimi mwenyewe nina mke. Mimi pia mke wako. Sawa, ila nitakuja siku nyingine. Okay. Karibu. Haya, siku njema. Ameondoka? Ya, nimemsindikiza. Alikuwa anasemaje? Unahisi atasema nini? Kasema mke wake ana amani, ana furaha. Kila siku anaishi kwa wasiwasi tangu arudi safari yake. Kwa hiyo mimi kanifanya kuwa mpelelezi wake. Mimi niwe detective, niwe CID. Nitaweza mambo? Hakuna lolote. Huo ni mtego. Sasa leo wazo langu ndo sahihi. Mpigie simu Idaya, mwambie aje sasa hivi. Safi. Apokee simu. Hello. Haina cha mambo, nisikilize. Popote ulipo. Popote ulipo. Funga safari moja kwa moja nyumbani kwangu. Nazungumzia kwangu. Now. Okay, poa. Anakuja. Safi. Hivi kweli sioni ama bado niko sirini, yamenifika maji shingoni, naogopa nifanye nini? Yamenikuta tena mwenzenu, sasa melala, najiuliza kwa uchungu, nikiangalia machozi, nini sasa kitafanyika? Wow. My wife.
Weka. Hey. Mke wangu wewe ni mzuri. Wewe mke wangu ni mzuri sana sana sana. Yaani ndio maana kila siku mimi nawaambiaga watu, mke wangu mimi ni mzuri mno. Mno. Tena nasema mno. Mke wangu unanifurahisha sana. Yaani natamani kila wakati niwe karibu na wewe. Maana sio kwa kupendeza huko. Haya, niambie wewe safari ya wapi? Umefika saa ngapi leo? Nikufika hapo mke wangu kwa muda mrefu sana. Maana nimeingia chumbani nikakukuta unaoga, nikaamua nibadilishe nguo nije kukaa hapa sebuleni. Hebu niambie kwanza vizuri. Kwa kupendeza huku mke wangu, huku unaenda wapi? Hamna mwanangu. Mimi napendeza zangu nije nipige picha tu. Hebu nipate simu. Nipate simu. Naomba simu yako. Sasa mke wangu. Hivi ndio vya kunificha mimi kweli? Unajua kabisa wewe na Nadiva una urafiki kiasi gani? Na nauelewa urafiki wenu sio kuachana leo wala kesho. Na mimi nilijua kwa mtoko huu lazima Nadiva atakuwa mkutia sasa. Sasa hivi vitu vya kunificha mimi kweli? Kiwa. Unakaa na wasiwasi kabisa. Kisa ndio Nadiva anakuita. Mimi nimekuruhusu. Wewe nenda. Sawa. Hamna mwanangu. Mimi nataka tu nipige picha. Tena kwa kopo hapo. Nipige hata moja tu. Nakuelewa mke wangu. Nakuelewa sana. Picha nakupiga na kwa Nadiva aliyekuita. Nimekuruhusu kwa moyo wangu mkunjufu. Nenda. Weka pause. Mke wangu unapendeza sana. Sio live tu. Bali kwenye picha unapendeza mimi. Sio live tu. Nakupenda. I love you. Haya, shikana shika. Wewe nenda ndio nataka kukaa mpaka jioni. Wewe tu mruhusu. Ule ni rafiki yako, sawa? Sawa. Kama unaruhusu mimi nina shida. Sawa, sifanye hivyo. Haya, dada. Waifu. Penda. Yamenikuta tena mwenzenu, sasa melala, najiuliza kwa uchungu, nikiangalia machozi, nini sasa kitafanyika? Yamenikuta tena mwenzenu, sasa melala. Hebu funga kwanza mlango. Mimi nipo ndani. Dada, ukweli hapa kuna mambo mawili tu. Ni aidha tubaki tufe au tukimbie ili tusalimike. Unamaanisha nini kusema hivi?
najiuliza kwa uchungu, nikiangalia machozi. Usichokijua, Mipamba ana mpango mbaya sana dhidi yetu. Na kibaya zaidi, mpango wake unakaribia kukamilika. Unamaanisha kuwa anataka kuniua? Sio kukuua, anataka kutuua sisi wote. Nimlilie tena kwa machozi ya kweli kila usiku sana. Mungu wangu kapatwa na nini jamani? Nitasalimika vipi mimi kwenye hii kesi mimi jamani? Hebu tulia. Ndio maana nimekuita hapa. Mimi nimefikiria jambo. Nimeona ni afadhali tukatoroka hapa mjini kwa muda, ili maisha yetu yaweze kuwa salama. Kinyume na hapo tumeangamia. Hivi una akili timamu kweli wewe? Unaloliongea unalijua? Yule ni mume wangu. Ni mume wangu yule. Acha ujinga wewe. Yule sio mumeo. Yule kwa sasa ni adui. Sasa wewe jifanye mbishi, alafu atakuja kukuua mchana kweupe. Utakuja kusema nilikwambia. Shauri yako. Yamenikuta tena, mwenzenu sasa melala, najiuliza kwa uchungu, nikiangalia machozi. Nini sasa kitafanyika?